Baba mwema, asante kwa asubuhi njema ambayo umetupatia. Kubali kuturehemu na kubali ibada yetu asubuhi ya leo. Wamekuja wagonjwa, wamekuja pia na wahitaji. Kristo, tuinulie uso wako, tuone mkono wako ukitenda kazi katika maisha yetu. Bariki ibada ya leo, maana tumenyenyekea tukiomba katika jina lake Yesu, amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe katika matangazo ya kanisa, ikiwa leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Tangazo la kwanza ni wageni. Kanisa kwa upendo pekee tunakaribisha wageni wote ambao wamealikwa kuabudu pamoja nasi katika sabato leo. Leo ni sabato ya wageni, najua tuko na wageni wengi. Hivyo basi, kama wewe mgeni, kwa maana ya kwamba ibada yako ya kwanza kuabudu pamoja nasi, ukombe sana. Wageni wote msimame. Kanisa, hao ndio wageni wetu ambao wamefika pamoja nasi. Basi tunaomba mpokee mkono. Jamani, mbarikiwe sana. Lakini pia natambua uwepo wa kanisa yaliyoalikwa na kanisa la New Horizon Christian Church. Kama mko mmesimama, kanisa la New Horizon Christian Church, barikiwa sana. Pia tunalo kanisa la Beloved Church. Simama pia Beloved Church. Naona wajafika. Tangazo la pili ni ndoa. Kesho Sunday asubuhi tuko na ibada ya ndoa ya Magashi Sema na Teddy Marco na Gera. Huyu Teddy Marco aliwahi kuwa mshiriki mwenzetu wa shule Sabato, lakini pia ni mtoto wa familia ya mwenzetu wa Richard Charles pamoja na Lea. Mstari 8 mstari wa ngapi? Hivyo baada ya kuondoa usiwahusudu watu waovu, wala usitamani kuwa pamoja nao. Hivyo watu wote tunakaribishwa sana. Na mara baada ya ibada wana kubaki pia utawala huu tunaomba kubaki. Tangazo la 3 ni ubatizo. Sabato ya leo saa 9 kamili ya alasiri tutakuwa na ubatizo. Hiyo wote kesho Jumapili saa 3 kamili asubuhi tutakuwa na kikao cha mtaa kanisani na wajumbe wa kikao hiki ni wafuatao. Moja ni ofisi ya mchungaji, kwa maana ya mchungaji wa mtaa, katibu wa mtaa na kaimu mchungaji. Pili ni wazee wote wa kanisa, maana wazee wapya. Tatu ni wazee wote wa kanisa, wale wazee wapya. 4 ni shemasi wapya. 5 ni mkuu wa usikivu pamoja na viongozi wa kamati ya maendeleo ya mtaa. Kwa kanisa viongozi wa kamati ya maendeleo leteni zaka kamili gharama, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, nijue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwaa. Tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2025, makanisa yote ya mtaa wa Kishili yatasali hapa kanisani kwa ajili ya utambulisho wa uongozi mpya, ikiwemo utambulisho wa mchungaji wa mtaa rasmi wa Igwambiti, utambulisho wa mchungaji mpya wa mtaa wa Kishili
pamoja na kumwaga mchungaji Amosi Magele Marwa ambaye amepangiwa kituo kingine cha kazi ambapo ni mtaa wa Buzuruga. Tangazo la 7 ni makabidhiano ya viongozi wa kanisa. Makabidhiano kwa viongozi wa kanisa kwa kanisa la Kishiri yatafanyika tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka huu. Hivyo wajumbe wote wa baraza la kanisa kwa mwaka huu mnaomba kukamilisha taarifa zenu za kiutendaji kwa mwaka mzima, ambapo taarifa hiyo hakikisha imeambatana na taarifa ya makabidhiano. Tangazo la 8 ni sadaka ya ujenzi wa ofisi ya jimbo. Sabato ya leo tutachangia na kukamilisha goli letu la ufanikishaji wa sadaka ya ujenzi wa ofisi mpya ya jimbo letu, na goli la kanisa la Kishiri ni $570,000. Hivyo wote tujiandae kwa ajili ya sadaka hiyo. Tangazo la 9 ni ujenzi wa nyumba ya kichungaji mtaa wa Kishiri. Ujenzi wa nyumba ya kichungaji mtaa wa Kishiri unaendelea na uko mahali nzuri. Hivyo kuna wajumbe ambao walipendekezwa kwa ajili hizo. Tangazo la 11 ni wahudumu. Jumatano mwenyekiti katika ibada ya maombi atakuwa ni Christopher Josephat. Neno atakuwa ni mwinjilisti Tabiza Robert. Ijumaa mkuzi wa Sabato mwenyekiti atakuwa ni Jeremia Gobanila. Neno atakuwa ni Rachel Kirumba. Ibada kuu Jumamosi tutahudumiwa na ofisi ya wazee wa kanisa ya mwaka huu. Viongozi wa zamu, mzee wa zamu ni Rafael Ngala, karani wa zamu ni Neema Chaga, shemasi wa zamu ni Kanda Bondeni, kwa kushirikiana na familia za Zabroni Mahili pamoja na familia ya Mato Mreza. Hapo ndipo mwisho matangazo haya, na Mungu wabariki. Karibuni katika ibada. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu tupungiane mikono namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna budi kumshukuru Mungu muumba mbingu na nchi kwa upendeleo wake aliotupatia mpaka kutufikisha sabato hii muhimu, sabato nzuri, sabato ya kupendeza, sabato ya ujirani mwema. Jina lake takatifu na litukuzwe sana. Ninawakaribisheni wageni kwa wenyeji katika ibada hii muhimu ya leo. Tutafungua ibada yetu na wimbo namba 159. Kabla tunaposimama, nimkaribishe mtu wa Mungu aliyejiandaa na fungu kuu. Baada ya fungu kuu tu, praising team watatuongoza wimbo namba 159. Maandiko matakatifu yanapatikana katika kitabu cha Warumi 7 fungu la 24. Warumi 7 fungu la 24, neno la Bwana linasema, ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Tarudia kama ilivyoandikwa, ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Hilo ndilo neno la Bwana asubuhi ya leo. Nisikilizeni. Karibuni kwenye ibada ya mchana. Washiriki tusimame. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu. Tuimbe. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri kwao. Alisema dhahiri
Basi na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, muumba wa mbingu na nchi, Mfalme wa wafalme, ewe uishie milele, muda huu wana na binti zako tunakuja mbele zako tukiwa tuna mengi ambayo tungetamani kuyaleta ili uweze kutusaidia, lakini kwa ile imani tuliyokuwa nayo tu tunaamini utatusaidia, na katika yote tunasema jina lako litukuzwe. Asubuhi ya leo inayoelekea mchana tumekuja kwa ajili ya ibada takatifu. Wana na binti zako tuko pahali hapa, yawezekana kwa namna moja au nyingine tumeenda kinyume na mapenzi yako. Ndiyo, ni kweli tumetamani, tukadanganya, tukaiba, tukazivunja amri zako takatifu. Tunaomba uweze kutusamehe. Lakini ibada zote zinapoelekea siku hii ya leo, ibada kuu, ibada ya matoleo na ile ibada ya ubatizo ambayo itafanyika, zote tunazikabidhi mikononi mwako. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kuwashikilia wahudumu wote katika siku ya leo. Ile somo ambalo liandaa maalum kwa ajili ya siku ya leo tuweze kulisikia. Hivyo tunakuomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, akafungue akili zetu, akafungue masikio yetu na macho yetu, ili tupate kuona, kusikia na kuelewa na kuyaishi yale ambayo umekusudia leo tuweze kuyasikiliza. Hilo ndilo ombi letu tuombalo katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Bwana ni mwema wakati wote. Tusikilize somo la sadaka, linatoka Malaki 3 mstari wa 10, nalo linasema: leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Mungu awabariki. Shemasi, karibu kwa maelekezo, pia kwa ombi. Bwana ni mwema. Kwa huduma hii kwa ajili ya matoleo, huu mkono huu wangu wa kushoto tutakuja mbele hapa kwangu mimi, lakini hao wa katikati utachagua mahali utakapoenda kwa shemasi mwenzangu. Basi tunapojiandaa kwa ajili ya matoleo tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe tena katika masaa haya. Wana na binti zako tunapoenda kukurudishia shukrani zetu kwa siku 6 ulizotutendea kwa ajili ya kufanya kazi, Baba tunakuhitaji ukae pamoja nasi. Lakini wapo Bwana ambao haujawabariki kwa siku hizo 6, Baba endelea kuwabariki ili siku nyingine Bwana wakaweze kufanikisha na hatimaye wakakuletea shukrani zao, na jina lako Bwana likapate kutukuzwa. Bariki Baba matoleo yetu kila mmoja wetu, na ukitusamehe dhambi na uovu wetu kila mmoja wetu. Nimeomba haya kwa imani, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.
Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Tuwape amina waimbaji. Kabla sijazungumza maneno haya nausi baada ya leo, ni muombe tu mzee wangu wa kanisa John Daudi mzee, mpunga mkono, kwamba na sisi Sabato ijayo kama ofisi ya wazee tutoe zawadi. Haleluya. Haiwezekani kwaya zetu zinamaliza mwaka zikiwa imara kiasi hiki au tuziache hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuzichape pongezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mkija mjavaa sare imekula kwenu. Au mzee unasemaje baba? Haiwezekani tulikuwa na shimo refu hapa, sasa hivi tupo juu hapa, alafu mkuu wa idara tunamwangalia tu hivi. Halo? Kwa hiyo kuna namna na natamani pia tufanye na sisi. Mkuu wa shule Sabato barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimesimama tu mbele yenu hapa kwa ajili ya kuwatambulisheni na ni wakina nani walioko hapa mbele na kipindi gani kitaendelea sasa. Wakati nazungumza, waimbaji wa kwaya kanisa mnapita huku mbele. Ndugu zangu, leo ni Sabato ya ujirani mwema. Majirani zetu tumewaalika, na kwa kumheshimu Mungu wa mbinguni wamekuja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kwa upekee kabisa majirani zetu tunaoishi pamoja, ambao mumeona ni jambo jema kuja kutuona kwenye ibada zetu tunavyofanya, tunavyoabudu, tunavyojifunza, hebu kwa pamoja na kwa furaha tusimame. Majirani zetu, marafiki zetu, wageni wetu, wote tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimenyenyekezwa sana na viongozi wangu hapa, wachungaji, kiongozi. Mungu awabariki sana. Karibuni sana. Mnaweza mkakaa. Lakini pia viongozi, msisite kutualika. Nyinyi ni rafiki zetu, ninyi ni ndugu zetu. Tupo tayari kuja mtakapokuwa na uhitaji wa kutualika. Baada ya kuzungumza maneno hayo, niende moja kwa moja kwenye utambulisho mwingine. Mimi ninayezungumza hapa mbele ni mzee wa kanisa mstaafu, Bwana Yesu asifiwe, ambaye kimsingi Sabato ijayo, Bwana Yesu asifiwe, nitakabidhi kijiti hiki. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo kabisa, leo nitawatambulisha na wazee wa mwaka 2026, maana kimsingi kanisa limeshanyosha mikono ya ukubali kwamba muendelee kulitumikia. Na niombe kutambulisha wazee wote wa makanisa wa mwaka 2025 ambao kimsingi Sabato ijayo kama tulivyotangaziwa tunakabidhi kijiti. Hebu tusimame washiriki, watuone na tuwapungie mkono namna hii. Na kwa upekee kabisa nipende kuwatambulisha wazee wa makanisa wa mwaka 2026. Tusimame tuwapungie washiriki mikono. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, napendeza sana kanisa la Mungu na utaratibu wake. Kwa upekee ni wakaribisha makatibu wa kanisa wa mwaka jana, wasimame watupungie mkono namna hii mwaka jana. Haleluya. Na pia ni wakaribisha mwaka huu tunaomaliza. Jamani, unajua haya mambo ya Mungu bana, imeshakuwa mwaka jana tayari. Kwa hiyo ni wakaribishe pia ambao wanaanza mwaka unaokuja 2026, ambao siku ya Sabato ijayo watakabidhiwa rasmi, nao pia wasimama watupungie mkono namna hii, makatibu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Waziri wa kanisa pia mwaka huu ambao tunaenda kukabidhi siku ya Sabato, nao wasimame watupungie mkono namna hii. Lakini pia waziri wapya 2026 pia nao wasimame watupungie mkono namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Mashemasi wakuu ambao wanamaliza muda wao sasa, wanaenda kukabidhi, nao pia wasimame watupungie mikono namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na mashemasi wapya watupungie mikono namna hii. Inapendeza sana. Baada ya kuwatambua watu wa namna hiyo, hii
mkono wangu wa kushoto ni kwaya ya idara ya wana wa kike. Wageni wetu, tambueni hili, kanisani mwetu tuna kwaya 3. Kwaya ya kwanza ni hii hapa, kwaya ya idara ya wana wa kike. Ndio maana unaona wamevaa tu nguo zao za magauni, wamependeza. Tuwapeni amina. Kwaya ya pili ni kwaya ya idara ya vijana. Hawa ni vijana, ukiwaangalia tunajua ni vijana. Hebu kwaya ya idara ya vijana pia tusimame, tupungiane mkono. Haijalishi ule umevaa sare hujavaa na umevaa, simameni tu, tunatambua uwepo wenu. Bwana Yesu asifiwe. Na walioko hapa mbele ndio kwaya mama. Hii kwaya mama ndio kwaya imebeba nembo ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kishiri, ndiyo ambayo inaenda kutuhudumia sasa tunapoenda kukaribisha wahudumu wetu. Naomba nitambulishe wahudumu wetu. Kama mwenyekiti nimeshajitambulisha, lakini pia fungu kuu tumeletewa na mtumishi wa Mungu, katibu wa huduma anayestaafu, lakini pia kwa mwakani ni mkuu wa idara ya wana wa kike anaitwa Felisa Daniel Simama Sadaka. Ametuletea somo la sadaka. Simama utupungie mkono. Lakini pia tuna mchungaji, ameambatana mchungaji Mbwambo kutoka kanda ya Mariza. Yeye anaitwa Mongola. Ametuletea ombi, karibu tusalimie. Lakini pia tuna mchungaji mwenyewe Timothy Dyson Mbwambo. Yeye ni mchungaji anayechunga kanda ya Mariza, mtaa Buongwa. Kimsingi leo wachungaji wote wa South Nyanza wamegawanyishwa kwenye makanisa kwa ajili ya sabato maalum ya uchangiaji wa ujenzi wa ofisi zetu za jimbo. Kwa upekee kabisa, naomba kuuliza maswali. Ambao walikuwepo sabato iliyoisha wakasikia habari hizi, kwa kumheshimu Mungu wa mbinguni, hebu tupungiane mikono namna hii. Haleluya! Wote tulisikia, mchungaji, hawa watu wamesikia, na leo wako tayari kutoa sadaka zao. Na mtumishi wa Mungu ambaye sasa anaenda kutuunganisha na mbingu, yeye ni mwinjilisti anaitwa Wambula Elias Magoyo. Yeye ni mshiriki wa kanisa la Kanyama kutoka kanisa la Kanyama. Kwa hiyo kwaya tu itakapomaliza kuimba, na Joshua Timothy Gerson Mbwambo aliyetuletea fungu nimemtambulisha, lakini kwa upekee pia waweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Na baada tu ya waimbaji kuimba, yeye atakuja hapa mbele, hatasimamia programu nzima ya utoaji wa sadaka za ujenzi wetu wa jimbo. Na mchungaji wetu Amos Magere ameagizwa na conference leo atakuwepo pale kanisani Shamaliwa. Kwa hiyo baada tu ya kwaya, mchungaji atasimama. Baada ya mchungaji